Ni mwanamke. Siku ya leo nataka nizungumze na wewe, naamini unanisikiliza lakini pia unanitazama. Kuna mambo wewe kama mwanamke hufai kabisa. Yaani unafaa kuyakataa kabisa. Wala hufai kuyafurahia ukifanyiwa wakati wa kuvumbulana. Huenda ikawa mwanamume wako anapenda kukufanyia na wewe hujajua kama yana athari kwako kama mtoto wa kike. Huenda ikawa hujui, lakini baada ya kunisikiliza basi usiruhusu kabisa mwanamume wako, mpenzi wako akufanyie mambo kama haya wakati wa kuvumbulana. Jambo la kwanza, jamani, kuvumbulana bila usafi binafsi. Usafi unaanza na wewe. Kwa hivyo tafadhali usiruhusu kuvumbulana bila kuoga, bila labda unajua swala zima la kupiga mswaki mtu anahisi si la muhimu. Lakini wewe umetoka kula migokaa yako, umetoka kuvuta sigara na unajua kwamba unataka kuvumbulana na mpenzi wako. Kwa nini usipige mswaki kabla ya kuingia kitandani? Haya, umeshamaliza, hakikisha kwenye kuoga unasafisha sehemu yako ya siri, mwanamume na mwanamke. Hakikisha kipochi manyoya chako unakiosha vizuri. Hakina minuko, hakina harufu. Sawa? Na wewe mwanamume, hakikisha pia wewe unafanya usafi, kwa sababu unajua wanaume wengi huwa wanadhani na kuhisi kwamba swala la usafi ni jukumu la mwanamke. Lakini hata mwanamke pia hapendi mwanamume ambaye si msafi. Wewe unataka kupigwa mnyonyo kwenye sehemu yako ya uume, lakini sehemu imejaa grisi, sehemu ukikwangura inatoka unga. Sasa mwanamke, wewe jifanye mama huruma, umpige mnyonyo huyo mwanamume, ukitoka hapo ushikwe na UTI ya midomo, lawama si mzigo. Ndiyo maana nakwambia swala la usafi ni la mtu binafsi. Sawa? Hakikisha kwenye kuoga unaosha sehemu zako za siri vizuri tu, minuko yote unatoa. Alafu mwanamke, ukitaka kumnogesha mwanamume, hakikisha kwamba kipochi manyoya chako kinakuwa kisafi. Wewe unajua sifa za kipochi manyoya ambacho ni kitamu. Sifa ya kwanza ni usafi. Na usafi ni kwenye kuonekana na kutumiwa. Kwamba mwanamume akikiangalia anaona hakina magologolo, manywele yote ambayo hayahitajiki umeyafyeka. Alafu akianza kuvumbula harufu ni maumbile. Hakuna harufu kilema. Kwa sababu ndani ya kipochi manyoya kuna harufu mbili. Harufu maumbile ambayo ni harufu hata ukawa msafi vipi. Inshallah chukua tangi nzima la maji ujisafishe. Mwanamke, hiyo harufu ni lazima uwe nayo. Kwa sababu ni ile harufu ambayo inajiandaa unapokuwa na mwanamume. Yaani mwanamume anajua kweli hapa mimi nimekaa na mtu mzima mwenzangu. Kwa hivyo hicho kiharufu ni kitamu, kinajiandaa watu wawili kwenda kuvumbulana. Lakini inakuja harufu kilema. Hiyo ndio ambayo haizoeleki kabisa. Haizoeleki kabisa. Mitaani imefananishwa na papa, samaki wa kuoza shombo. So usafi, hakikisha unafanya usafi vizuri. Na mwanamume pia wewe unafanya swala la usafi vizuri. Kwa sababu uchafu inakusababishia wewe upatwe na bakteria. Sawa? Mwisho wa kwisha unakuwa na alafu fungus hizo zinabadilika, unapatwa pia na maradhi ya maambukizi. Maradhi hayo yana affect ama yanadhuru moja kwa moja kipochi manyoya. Kwa hivyo jamani, swala la usafi ni lazima lipigiwe upatu kwa mwanamume na kwa mwanamke. Jambo la pili, kubadilisha njia. Manake kuna wanaume wengine nao wanajifanya hamnazo, wanacheza ngoma wazitakazo. Unamvumbula mwanamke mara kidogo kidogo, unatoa sehemu ya haja kubwa,
unatoa yani uume wako kwenye kipochi manyoya, unaipeleka kwenye haja kubwa, alafu unairegesha, unasema ni bahati mbaya. Michezo hiyo usikubali kabisa kufanyiwa mwanamke mwenzangu. The moment ameingiza uume kwenye haja kubwa kwa mpalange, alafu kisha arejeshe tena kwenye kipochi manyoya, trust you me, anakuweka katika hatari sana, kwa sababu anaingiza bakteria ambao sio wazuri kutoka kwenye haja tundu ya haja kubwa na kuleta kwenye kipochi manyoya. Wale bakteria ambao wako kwenye haja kubwa wanakuja kuua wale bakteria ambao ni wazuri, ambao wanalinda kile kipochi manyoya. So wewe jifanye mama huruma. Nazungumza na wewe ambao unataka kujifanya mama huruma. Mume wangu anataka nisipomfanyia hivyo ataniacha. Jua hakupendi. Mwanamume yeyote akikushurutisha kukufanyia jambo ambalo wewe hulitaki, jua huyo hakupendi. Usikubali kabisa. Ati ilikuwa bahati mbaya akatoa kwa mpalange akaregesha kwenye kipochi manyoya. Wewe ndio unakuwa katika hatari, kwa sababu kipochi manyoya chako kitaathirika. Bakteria wale wazuri ambao wameumbwa kuunda kipochi manyoya, wakishakufa kipochi manyoya chako kinakuwa katika hatari ya kupata maambukizi. Sawa? Jambo la tatu ambalo hutakiwi kabisa kuliruhusu kufanyiwa na mwanamume wako wakati wa kuvumbulana, kutumia mate, kutumia mafuta kama vilainishi. Hivi mwanamume, kwa nini utumie mate ama mafuta kama kilainishi? Wakati kumbe mwanamke ukimchezea, mahali pa kupigwa mnyonyo unapiga mnyonyo, mahali pa kuramba unaramba, mpaka kipochi manyoya chenyewe kikaitikia, kikatoa ule ute ambao utakurahisishia wewe kwenye penetration. Kwa nini utumie mafuta? Kwa nini utumie mate kama kilainishi? Yale mafuta kama Vaseline, mate yanaharibu pH ya kipochi manyoya, kama ulikuwa hujui. Sana tu. Na pH ikiharibika ya kipochi manyoya, bimaana yani kipochi manyoya chako itakuwa hakiko healthy. So uko katika hatari ya kupatwa na maradhi ya maambukizi. Sawa? Lakini pia wewe kama ni mwanamume ambaye huwa unamvumbula mpenzi wako kutumia nguvu kupita kiasi, mwanamke mwenzangu, kama unanisikiliza lakini kama unanitizama, usikubali kabisa kufanyiwa jambo kama hilo. Kabisa. Basi kuna mwingine anatumia nguvu za kupita kiasi bila ute wa kutosha. Yani wewe huyu mwanamke haujamtayarisha. Bimaana yani ni mkavu. Sawa? Alafu unatumia nguvu kupita kiasi. Trust you me, utamfanya huyo mwanamke achukie tendo la ndoa, lakini pia akose kabisa hamu ya tendo la ndoa, kwa sababu utamsababishia michubuko midogo midogo kwenye kipochi manyoya. Na hiyo michubuko ni mlango wa maambukizi, kwa sababu the minor glances zenye atapata wewe mwanamke, hiyo michubuko itaanza kutoa majimaji, upate fungus, upate mambo ya UTI. Yani wewe utakuwa ni wa kutumia madawa, ni wa kutibu kipochi manyoya, ni wa kutibu mlango wa uzazi wa mwanamke, ni wa kutibu maradhi yote. Jamani, jilinde, jipende, kwa sababu atakuwa mwanamume huyo ambaye atakuacha baada ya wewe kipochi chako manyoya kutoa harufu mbaya, aende kwa mwanamke mwingine, wakati yeye ndo amekusababishia madhara hayo yote. Sawa? Na kitu chengine, na hii sio tafadhali, kufanya bila kinga. Kama hujui afya yake, usikubali, hasa kama hamjapima magonjwa ya zinaa, kwa sababu ni hatari kubwa sana kwa afya ya uke wa uzazi wako wewe mwanamke. Jamanini, kuambiana kuko, kuelewana ndio hakuna. Mimi nakwambia kwa sababu
na kupenda. Ukiona kama hili jambo limekushika na litakusaidia kwa njia moja ama nyingine, litendee kazi. Lakini ukiona halikufai, niachie mwenyewe.